mtu mweupe kama papai. Unajikuta nani hasa? Nakuuliza wewe unajikuta nani? Mbona unajifanya na mapenzi ya dhati kwa ule shehe? Mwenye unalazimisha upate ndoa. Ele tungejua hata usingekuwa na haraka na hiyo ndoa. Upo? Ovyo. Jamani. Hivi mnawaelewa wale? Yaani nilikuwa nasubiri ajibu hata neno moja. Yaani uwanja leo pange chimbika hapa. Au tumfuate uko. Achana nina, yaani ule dawa yake iko hapa. Tuondoke. Mdogo wangu. Na mtihani. Mtihani gani wote? Mume wangu mwenzio. Mume wangu kipindi cha Ramadhani tulikuwa tunaenda sawa sana jirani yangu. Tulikuwa tunafunga tunaswali swala tano. Tunaenda vizuri kabisa, muda wa swala ukifika ananiambia mke wangu tuswali. Lakini sasa hivi ana mtihani amebadilika vibaya mno. Amekuwa kwanza mlevi, alafu anabadilisha sana wanawake. Lakini nikaamua niende kwa ustazi ili aweze kunitia yule bwana amsi labda atabadilika. Lakini ustazi naye kanipa mtihani kidogo. Ameniambia hivi, niachike kwa mume wangu, niolewe na yeye, ndio tunaendana sawa. Mdogo wangu, nakushauri dada yangu usifanye jambo hilo. Kuachana na mume wako ukaolewe na ustazi, na wakati wewe tayari ni mke wa mtu. Hilo jambo sio zuri la kumwacha mumeo ukaolewe na ustazi. Cha kufanya wewe ni muombe Mwenyezi Mungu tu mumeo arudi tena kwenye misingi ya dini, lakini sio kumwacha tena. Hilo jambo mimi sikushauri kabisa. Nimekuelewa mdogo. Kijana. Samahani, njoo bwana. Niambie. Kijana, kila ninapokutana na wewe upo katika hali hii. Sijawahi kukuona hata siku moja ukiwa katika hali ya kawaida. Kwanza wewe ni Mkristo Muislamu? Sio maswali gani? Mimi naitwa Unaona. Hilo jina bado liko katikati sasa. Mimi Muislamu. Muislamu Safi. Sasa kama Muislamu itakuwa ndio vizuri. Kwa sababu unaambiwa al-khamru rijsun min amali shaitani. Pombe ni uchafu na ni katika vitendo vya kishetani. Sasa ndugu yangu, pia nikikutana huko hivyo, kila ninapokuona huko hivyo unamkasirisha Mwenyezi Mungu. Sasa mimi sitaki kuongea sana hapa. Nakuomba uje nyumbani kwangu pale Ninja pale. Pale kuna nyumba namba 21. Uje pale, labda nitakusaidia jambo lolote ambalo litakufanya uachane na hivi vitendo vyako. Ana mimi ndio nyumbani kwako, unataka ufanye nini? Sio vakanzi tukoonekana wewe shehe, kumbe una mambo mengi. Hapana, mimi nataka nikusaidie. Njoo nyumbani kwangu. Ninja namba 21.
Nitakuja. Anza kwa vitu vya muhimu. Mimi nitakuja. Mambo. Mungu kweli kaumba. Mungu kajua kuumba. Mtoto wake, mtoto mzuri, mtoto mweupe, mtoto anapendeza. Dada, mimi tembea kote nashangaa, maana kuna mtu namtafuta na amenielekeza na kama eneo haya, lakini nyumba namba 21. Lakini kile kupita huku na nyumba 24, 29. Anachanganya ujue. Si tuko unamjua wewe. Sasa mtu mtafute wewe. Namba 29, 28. Mimi nitamjuaje? Koje huyo mtu? Huyo mtu sio mrefu, wala sio mfupi. Mrefu hivi kidogo. Afu napenda kuvaga mabakashia na kanzu. Afu inaelekea dini ipo pale. Naona unamzungumzia Shabu wewe. Atakuwa huyo Shabu. Anakaa wapi? Anakaa hapo nyuma. Ukitoka nyumba hiyo unafuata hapo. Nyumba inayofuata hapo? Basi ngoja nimwangalia. Hata hayupo kunapoenda. Ameshatoka. Mimi mwenyewe nimetoka huko. Kwa labda sijui uje jioni au kesho. Unaweza kumkuta. Wewe sasa pale ukitoka nyumba hii inafuata ila ongera. Nimependeza sana. Asante na uzuri unachangia licha ya kupendeza. Dada unaitwa nani? Naitwa Sara. Sasa. Unaitwa nani? Naitwa Fifi. Sasa toka mnakuja hivi mimi nimekaa pale lakini moyo wangu kadunda kidogo. Sasa Fifi. Naomba tuongee kidogo pembeni. Sawa. Nasikia Fifi. Yaani nilipokuona huko yangu ikadunda sana. Wacha wewe. Yaani kuanzia macho, nikazumu mdomo wako wa romance. Aisee nimekuelewa sana. Mtoto uko vizuri. Mtoto muumbika. Alafu nikiangalia huko nyuma sasa ndo nimekufa kabisa mzee. Haki ya Mungu tena. Ndio hivyo sasa ndio
Iko mimi nimeisha kwako. Una hela? Pesa? Wewe ongea vitu vingine sio hela. Yaani kuhusu hela tu. Wewe niachie mimi. Yaani kuhusu pesa niachie mimi. Niachie mimi pesa, ongea vitu vingine. Basi sawa. Wewe fresh. Imeisha hiyo. Basi tenzetu maeneo. Sawa, tuondoke. Vipi? Sasa wewe ni hatari. Unatisha. Kwa hiyo show unaonyesha huko leo? Yaani hapo ndo kwenye mjumba. Jenge kwa lodge. Sasa udadeki na safari ijayo. Sikupeleki hapa. Lodge tena sio shilingi 10,015. Kuanzia 50,000. Ah, wewe una balaa. Wewe mwanamke? Una hatari. Haki ya Mungu. We, macho wangu waonota. Sielewi. Kuru duniani wawili. Asa we Kuru au Doto? Unanichanganya. Mimi Doto nenda. Asa nawezaje kwenda kati na mwana mtu nayemjua? Maana unanichanganya kidogo, mara kofia, mara kavu. Leo nakuona modo. Kwa hiyo Doto ndio kumaliza mambo yako, sio? Doto. Afa unataka huruma mwanangu. Toto watu mzuri iko vizuri, magesti kibao ya kwenda. Unamleta huko na mijumba mibovu, midudu kibao. Afu watano na Kenya nao hawana thamani. Wanalizalisha tu. Wewe unakubali ukako na mijani wakati manyumba za starehe kibao. Toto mzuri unashebu unatamanisha. Doto. Kweli wewe Doto. Endelea kudotoa. Ayani huu. Ani huu mbona kuja kuongea? Sasa kama huu usingepita huko. Samahani kidogo. Samahani, njoo mara moja. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwema kabisa. Kwema. Wewe ndo Doto vile. Doto Sema ulichoniitia nataka niondoke. Kujua basi wewe ndo Doto au Kuru alipata kujua. Wewe unajua na wewe mwanangu mwenyewe. Sasa wewe mtoto ule. Hivi mtoto ule mpashi ngapi siku hiyo? Wewe mtoto ule kwa mzigo ule, mtoto ana mzigo. Yule akijamba ananukia kule. Kwa mzigo huo. Mpashi ngapi siku hiyo? Ina maana kuniita kote, kunisimamisha, kunisumbua, nataka kuniongea upuuzi kama huo ndugu yangu. Sasa upuuzi gani wakati mimi nakupa sifa? Maana yule mtoto uko vizuri. Alafu wewe shehe wewe. Wewe shehe wewe. Wanisikilize ndugu yangu. Unajua mimi naheshimika mtaani hapa, sawa Mama. Sasa usiniongelee upuuzi wako, na najua unaongea sio wewe, ni hizo pombe zako hizo. Sasa mimi usiniletee pombe. Wewe Mungu wewe. Yaani wakuheshimu nani sio mtaani. Yaani kwa kurubuni na watoto watu. Leo umevaa kanzu, kesho umepiga modo. Yaani unakamatia tuolele mbamba. Wewe una uhakika kama ndio muona kule ni mimi? Una uhakika gani? Au unazania tu?
Unawa inna ba'dhu dhani ithmun wala tajassasu. Zana hizo ni dhambi. Wewe unakuwa unafikiria wewe mimi kwenye mjumba mimi. Yaani iko kiaya vya vinne vilivyokuwa navyo tayari na warubuni watu. Mara she, mara nani? Tajasusi. Wewe nikikukuta peponi wewe, mimi naenda peponi. Nenda zako bwana. Na wewe nikikukuta peponi wewe, mimi nakata rufaa. Wewe ni kuni tu. Mara she, mara nani? Ina zana. Kumbe unatumia hiyo kufanya zana. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Hayo mambo acha. Hayo mambo kama sisi wenyewe ndio tunapendeza na mambo yale, misije kama ile. Ila wewe peponi sikuoni. Tafadhali kama wale tumiliki sisi. Mungu mengi. Leo kwenye 18, sasa hivi ametoka 18 saa 62 kikosi. Tunavyotuona saa 62 kikosi. Hakuna kikosi kingine hapa unachokiona. Kingine sisi ndio shari kamili kama ulikuwa utujui. Mpeni. Yes, shari si shari kamili. Amezidi siku hiyo mshogangu umonge umebwabwaja. Hata kutujibu mtu na sisi vizamu au visonsi. Sio umetuogopa. Dada wewe. Na wewe upo wako. Kaoge tena majabali. Chafue. Nataka niwaambie kitu. Ni viswabi. Ni viswabi watatu. Hapo na hiyo. Yale majuba nilokuwa navaa. Yasikudanganyeni mkaniona mimi ndo mpole kwa sana au mkaona mimi kana waogopeni. Mlipopita pale mnaongea maneno yenu ya kiajabu ajabu nifanyamazia kimya mkaona kana naogopa, simuogope hata mmoja katika kundi lenu. Nadhani si mnanielewa kipengele hiko. Naomba mnisikilize vizuri. Hakuna mtu wowote namfagilia katika kundi lenu. Kama nyinyi mkijifanya selamavi, nyinyi mwenyewe muone vile vile. Kwa hiyo kila mnavonikuta nimevaa juba au mnavonikuta na mdogo wangu mnanikuta natembea naye mkajiona mimi mkaniona mtu mwema sana. Yaani kama mbwa inazijua kuongea mdomo mwenyewe na ujua vizuri sana tu. Si mmenielewa kipengele hiko? Kwa hiyo msiniona kavilete na kaa pale na kuangalieni sikio mnachonga mnaondoka nyuma mnachonga nikakupuuzieni mkaniona mimi mjinga. Mimi sio mjinga mnavonifikiria. Mmenisoma eh? Nyie niombe kabisa. Hamjui watu walipoanzia wapi walipotokea wapi. Sijui na nini. Yanawahusu. Hayakuhusu wewe na wewe. Tena ndio nilikuwa nakutaka sana kwa hamu na swali. Nanyua kishingo chako. Mtu mfupi lakini ajifanya na mdomo kama chiliki. Mbona uongee sasa? Sio ndio kwa nachonga eti yule katika ataingia katika 18. Haya ndio ishenge katika 18. Naomba mnisaidie mtakunifanya. Naongea na wewe unajishaua wewe. Ongea, sio na inamia chini kama fumani wa ugoni. Ongea sio ndio kwa nakatia ustazi ya kuoa, utakuoa wewe. Ukitaka kuoa wewe, nenda basi akakuoa ustazi kama alikupenda. Mbona alinifuata mimi akaona watu wengine wote hajawaona? Upashikuna tu. Pata mambo ya watu tena mkono na lazima. Kwenda hilo hapana mnachonga hapana mnachonga. Unajishaua kwa sababu kuna vioo na hizo tiles. Yaani anajishaua.
Maana akipita kitaani kwetu pale pili na anavyojua kutikiza vile vitako. Hebu mwitege bwana ajishaua. Kuzuri lakini. Ndio kuzuri lakini ndo asinyanyase ndo tukalishe mdao. Hebu mwite kwanza. Sio yeye kwetu pazuri vile vile. Wewe Kiki. Nakuja. Wewe naye mzito Muda wote huo. ai. Si nimeenda kuchukua la tembe jamani tushambue. Shoga yangu unalinga kwa sababu kwani kuna vioni ni muda wote. Afu ile nimekumbuka. Kwani shoga yule siku ile uko unamchamba ni nani? Maana tumeuvamia moto tu. Atuelewi. Tusije tukaukwaa. Kwani ilikuwaje maana tuliuvamia tu ule mchezo. Shoga yangu, mdada gani? Wanamzungumzia nani ule demu wa Kiustazi? Nani? Nani wanamuita nani? Firdaus sijui. Firdaus. Shoga yangu ikawaje? Shoga yangu kama unavyonijua. Nimemnawa kiasu anavyokuambia. Kwani ule Ustazi na ule Firdaus ndio kinaendelea nini hapo kati? Ustazi kuna chef fulani hivi anavaa mikanzu mwenye nyumba yake huyu. Huyu mtu mnamuongelea nini hapo? Anafanya nini na bwana wangu? Bwana wewe bwana wako gani? Maana sisi tunamzungumzia Ustazi. Wewe bwana wako gani unamzungumzia yeye? Ustazi? Sasa huyo ni Ustazi au viskini? Hebu mimi msimchanganye kwanza. Kwani hapa mnamzungumzia nani? Si mwenye nyumba yako nimzungumzie nani unaponiona? Huyo unamsemea nini mimi bwana wangu? Kwa kumbe shoga wangu pale kati nani? Na yeye kumbe duda liko linakuhusu. Sasa mimi sikujua kama ndio mnamsemea huyo. Huyo vikazi na mwingine nani? Mimi simjui. Kwani shoga yangu hamna mada nyingine za kuongea maana mshaanza masuala mabwana sijui madanga sijui kwani hamna story nyingine. Tunaanza kuwajadili watu na mambo hata sio mazuri. Kwani huyo Ustazi nani? Maana toka nimekuja hapa naanza kusikia tu ndani story za Ustazi kafanya hivi, Ustazi kafanya nini? Sikiza nikwambie. Hebu tuachane na ya mada. Mara Ustazi. Kwanza sisi wengine hayatuhusu. Umeona shoga yangu, mimi nipo pamoja na wewe. Cha msingi tu tuachane story nyingine hapa maisha yaende. Mbona kama kuna kitu nitakuniambia mama? Ama kweli mtu chake. Leta maneno. Siamini kama leo nipo na wewe hapa. Yaani bila msimamo wako. Huenda tusingekuwa wote sasa. Ni kweli Mungu. Mimi nakuahidi nitakutunza kama mbona jicho langu. Mashallah. Ama kweli nimepata mke mwema. Asante.